Je, siasa inaweza kuwa kikwazo kwa wananchi kupata huduma za afya? Wakazi wa baadhi ya maeneo katika kaunti ya Kilifi wanaelewa fika matatizo yanayoletwa na siasa, kwani wametatizika kwa takriban miaka 14 kupata huduma hiyo. Kina mama bado wanafia njiani wakitafuta huduma za uzazi licha ya kuwa kuna vituo vya afya karibu nao. Mwanahabari wetu Mashirima Kapombe alizuru kaunti ya Kilifi na sasa anaarifu kwenye makala Afya Mahututi. Majengo ya kituo cha afya cha Jila yanavutia ukitazama kutoka nje. Kuna zahanati, jumba la kina mama kujifungua na nyumba ya wauguzi wanaoishi hapa. Lakini unapoingia ndani ni ulimwengu tofauti. Mama huyu anangojea dawa alizoandikiwa na muuguzi baada ya mwanawe kufanyiwa uchunguzi hapa kituo cha afya cha Jila. Magonjwa mepesi kama homa na mengineo hutibiwa hapa, lakini wanaohitaji matibabu zaidi hufunga safari hadi kwengineko. Kuna huduma ambayo bado hatujaipata ni ya wamama kujifungua. Mambo mengine huwa yanapatikana hapa tayari. Na pia zile chanjo za watoto ambao ndio sana ilikuwa inawapeleka na Mirihini dispensary. Zahanati hii ilijengwa mwaka 2006 katika mpango wa hazina ya eneo bunge CDF, lakini hadi sasa haitumiki kama inavyostahili. Kwa sasa inatumika kama mahali pa kujipumzisha tu. Watu wengine wanafanya mikutano yao hapa ndani, wanafanya shughuli zao za kimaendeleo hapa ndani, za kibinafsi wanafanya hapa ndani. Ujenzi wa zahanati ulisimama baada ya hatamu ya uongozi wa Joseph Kingi kukamilika. Francis Baya alimrithi kama mbunge mwaka 2008. Zahanati ilisahaulika na badala yake ujenzi wa wadi za kina mama kujifungulia na kulazwa ukaanza. Bafu na vyoo vilivyostahili kutumika na kina mama wanaojifungulia hapa havitumiki. Hakuna maji wala nguvu za umeme katika kituo hiki cha afya na kusababisha jengo hili kuwa bure bilashi kwa wakazi wa Jila. Tuko na mpango wa kuweza kuelekeza mifereji. Tunashirikiana na department yetu ya water. Hata hivyo, huenda kuna mkanganyiko kati ya Wizara ya Afya na maafisa wa kaunti kuhusu kukamilika kwa kituo hiki cha afya. Vifaa ambavyo vinakisiwa kutumika bado vimepakiwa kwenye maboksi na kurundikwa kwa vyumba ambavyo vinakisiwa kuwa wodi. Hivyo vyombo vimekuwa vya kitambo sana toka viletwa hapa. Ni takriban miaka 4 tangu vifaa hivi viletwe katika zahanati ya Jila, na hadi sasa kina mama katika eneo hili bado wanangoja kutumia vifaa hivi wanapojifungua. Saa hii huyo mama kama anataka kujifungua, akija kama yuko katika leba, yule nasa ambaye yuko hapa hawezi kumsaidia. Ni atafute tena mbinu za kumpeleka wapi, aidha aende Mirihini ama aende Bamba. Tunapata shida kwa sababu wamama wengi huwa wanafia njiani kwa sababu ya kujifungua. Ni takriban kilomita 20 kutoka Jila hadi kituo cha afya cha Bamba, ambapo kina mama hujifungulia chini ya ustadi wa madaktari na wauguzi. Peter Shehe alichukua usukani mwaka 2013 kama mbunge wa eneo hili la Ganze chini ya mwavuli wa ugatuzi. Hata hivyo, zahanati na wadi za kina mama kujifungua hazikukamilishwa. Badala yake, nyumba ya wauguzi ilijengwa. Kama angekuwa na ushirikiano kusema wacha tukaulize community yenyewe inasema nini, tungetu nasema basi tumalizeni hii ndio mwanzi jambo lingine, lakini hawafanyi hivyo. Takriban kilomita 7 kutoka Jila, zahanati ya Ndigiria iko katika hali mbaya zaidi. Ujenzi wa zahanati hii ulianza mwaka 2002, lakini sasa watoto wameligeuza kuwa sehemu yao ya kufanya mazoezi ya waliofunzwa shuleni. Wanaohitaji matibabu eneo hili hulazimika kusafiri hadi Bamba au Mihirini. Na kutoka hapa mpaka huko na kwa pikipiki is almost 300. Sasa unakuta yani imekuwa ni hali ngumu. Watu wanatatizika, labda pengine kama ni mama mjamzito amepata na hiyo hali, labda pengine ni ana uchungu. Sasa kupeleka kwa pikipiki all the way from here up to Mirihini, mara nyingine unakuta hali inakuwa ndivyo sivyo. Miaka 14 baada ya ujenzi kuanza, nyaya za stima zimekatika, ishara labda kuwa hapa hakuna nuru gizani. Lakini maelezo ya maafisa wa afya kuhusu zahanati hii yalitukanganya.
Tunavyosema hivi, tushapeleka vifaa, ndio iko katika zile zahanati ambazo tumesema tunazifungua. Mabati yaliyobaki wakati wa ujenzi ndiyo vifaa pekee vilivyo ndani ya jengo hili. Mengine ni mimea ambayo imepata makao katika zahanati ambayo haistahili jina hilo. Wakazi wa eneo hili walikuwa na matumaini kuwa watapata matibabu kwa urahisi na haraka ujenzi wa zahanati ya Ndigiria ulipoanza, lakini tangu mwaka wa 2002 bado wanangoja. Na huku watoto wakiendelea kucheza katika shule iliyo jirani wa zahanati ya Ndigiria, pengine wanaelewa fika kuwa iwapo majeruhi yatatokea michezoni, jirani yao hata wafaa kwa shida. Mashirima Kapombe, KTN News katika kaunti ya Kilifi. Na mtazamaji, natumai kwamba mamlaka husika itaingilia kati ili kuweza kuokoa hali na kuokoa maisha ya kina mama wengi ambao wanaendeleza kizazi kijacho.